Familia za waathiriwa ajali mbili mbaya za ndege aina Boeing 737 Max zimeelezea huzuni na hasira kubwa kufuatia uamuzi wa idara ya sheria Marekani DOJ mwishoni mwa siku ya Ijumaa kutofungua kesi ya jinai dhidi ya kampuni ya Boeing. DOJ ilitangaza kuwa itapendekeza makubaliano ya kutofunguliwa mashtaka mahakamani, hatua ambayo itairuhusu Boeing kujiondoa katika kukiri hatia ya awali kuhusu njama ya kuidanganya mamlaka ya usafiri wa anga Marekani FAA. Hatua hiyo ambayo imeepusha Boeing na kesi ya mahakamani iliyopangwa kusikilizwa mwezi ujao, imeacha familia nyingi zikiwa na hisia za usaliti na ghadhabu, na imezua upya lawama kuwa DOJ inashindwa kutafuta haki kwa niaba ya watu 346 waliopoteza maisha yao. Wanasheria na jamaa wa waathiriwa wameikosoa uamuzi huo kama mfano hatari. Paul Castle, wakili anayewakilisha familia hizo kwa hiari na pia profesa wa sheria katika chuo kikuu cha Utah, aliwasilisha pingamizi rasmi dhidi ya mpango wa DOJ, akieleza makubaliano hayo kama yasiyo na mfano na wazi kuwa ni makosa kwa kile kilichoelezwa kuwa ni uhalifu mbaya zaidi wa kibiashara katika historia ya Marekani. Wengine akiwemo mhandisi wa anga Javed Louis ambaye alipoteza dada yake katika ajali ya pili, walionya kuwa ukosefu wa uwajibikaji unaweza kuhatarisha usalama wa abiria wa siku zijazo. Boeing imeonyesha mara kwa mara kushindwa kubadilika, alisema, akitaja tukio la mlango wa dharura wa Alaska Airlines kufunguka kama ushahidi zaidi wa matatizo yanayoendelea kuhusu usalama. Familia pia zimehoji kuhusu uwazi wa DOJ na kujitolea kwake kwa haki za waathiriwa, zikibainisha maombi yao ya mara kwa mara lakini yasiyojibiwa ya kukutana na mwanasheria mkuu wa Marekani Pam Bondi kabla ya uamuzi huo. Nadia Milliron, ambaye binti yake alifariki kwenye ajali ya ndege nchini Ethiopia, alimshtumu Bondi kwa kuwalinda wahalifu wa kibiashara, huku mama wa Kifaransa Catherine Bethet aliyempoteza binti yake mwenye umri wa miaka 28 akilaani imani ya kipofu ya DOJ kwa Boeing licha uchunguzi unaoendelea na maovu ya zamani. Familia sasa zinaweka matumaini yao kwa jaji wa mahakama ya wilaya Marekani Reed Conner, wakimsihi akatae makubaliano hayo ya kutofunguliwa mashtaka na kuruhusu kesi iendelee kusikilizwa mahakamani kwa ajili ya haki na usalama wa umma.